Kuna Tumaini TV. Fata hadi mwisho utabarikiwa. Amjambo tena wana wa Mungu. Tunashukuru kuwakaribisha tena katika kipindi hiki ambacho kitatubariki sana kupitia neno la Mungu. Na ukiwa hujakuwa katika familia yetu ya Kuna Tumaini TV, tunakuomba ujiandikishe uwe mwanamemba, subscribe kwenye chaneli yetu Kuna Tumaini TV. Tunaamini unapojiandikisha utakuwa baraka, kwa sababu utakuwa ukipata ujumbe wetu kwa wakati. Na muda huu tuna fundisho nzuri sana. Nasema, je, watu wa Mungu wanaruhusiwa kunywa pombe? Je, watu wa Mungu wanaruhusiwa kunywa pombe? Hiyo ndio fundisho ambalo tutakuwa nalo muda huu, kwa sababu pombe watu wengi wamefurahia sana. Wengi wanapenda mvinyo sana, na ndiyo maana fundisho letu litatuonesha faida ya pombe kwa Mkristo. Je, pombe ina faida ama ina madhara? Na tunapoanza fundisho letu tutaomba Mungu. Baba wetu mtakatifu wa mbinguni, tunakuja mbele zako kulibariki jina lako tunapoanza fundisho letu, na tunaalika Roho Mtakatifu kutuongoza katika fundisho hili ili lipate kutusaidia, litujenge na lituandae kuwa wana wako wanaofaa na wanaofaa hata kwenye jamii. Unene nasi kupitia maandiko matakatifu, tunaomba kwa jina la Yesu, amina. Je, watu wa Mungu wanaruhusiwa kunywa pombe ya kulevya, mvinyo ya kulevya? Tutasoma katika Waefeso sura yake ni ya 5 shairi la 18. Waefeso sura yake ni ya 5 shairi la 18, imeandikwa: wala msilewe kwa divai ambamo muna ufisadi, bali mjazwe na Roho. Hiyo ndio shairi ambalo tumesoma. Najua kuna wengi wameona pombe kama kitu cha kawaida au cha kujiburudisha. Wameona pombe ni kitu cha kawaida, kunywa pombe kwao ni kawaida. Wengine wanasema tunajifurahisha, tunajiburudisha tukinywa pombe. Lakini shairi ile ambalo tumelisoma yaonesha kwamba pombe hairuhusiwi kabisa kwa Mkristo. Si vyema Mkristo kunywa pombe, kwa sababu ilisema msilewe kwa divai, msilewe. Hairuhusu tunywe mvinyo ya kulevya. Biblia kwa nini sasa hairuhusu mambo kama haya? Mvinyo inaharibu afya, nasababisha afya kabisa izofike, mwili nazofika, afya inaharibika. Hata familia nyingi zimevunjika kwa sababu mama au baba alikunywa mvinyo, na inaharibu hata ushuhuda wa Mkristo. Mtu anajulikana vibaya. Ndiyo maana Mungu anawaita watoto wake kuishi maisha ya kiasi, ya utakatifu na kujitawala. Tusitawaliwe na mambo yanayotusukuma kuharibu mili yetu. Hapana. Tunaposoma
Mezali sura yake ni ya 20 kwa shairi la kwanza. Mezali sura yake ni ya 20 kwa shairi la kwanza, nasema divai huleta zihaka na kileo huleta ugomvi. Yeyote anayevutiwa navyo hana hekima. Shairi ambalo tumelisoma naonesha kwamba pombe hupunguza akili. Napunguza akili. Tatazama, kuna watu fulani wakati wamekunya mvinyo akili nakosekana. Kuna wale ambao wanasema polepole, hawaseme mengi, lakini wakati watatumia mvinyo ya kulevya watasema mengi, kwa sababu akili sijui imekuwa namna gani. Utaenda tazama wengine vile vile watanja pita hata barabarani, ananja fanya choo njiani. Watu wanapomtazama kwake yeye haitakuwa mambo ya aibu, mambo ya haya, hapana, lakini ataona tu ni kawaida, kwa sababu akili imepungukiwa. Pombe huwezesha kufanya maamuzi mabaya. Pombe analeta maamuzi mabaya kwa wengi, wanaamua vibaya. Nimeona kijana mmoja yule ambaye alimkatakata kwa mpanga mama mzazi wake. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kunywa pombe ya kulevya. Amelewa. Kuna ndugu mwingine kwa mwaka huu ambao tunakuwa nao, aliunguza mama mkubwa yake nyumbani. Alimuunguza. Sisi tunasema grand-mère, yule ambaye alimzalia baba mzazi wake. Alimuunguza nyumbani. Alinunua mafuta ya gari tunayoita esasi, tia kwenye nyumba na kawasha moto anapofunga milango, na huyu alifariki. Pombe huweza kumpeleka mtu katika zambi nyingine. Inaweza kapeleka mtu katika zambu na tenda zambi. Kwa sababu ulifanya nini? Ulikunywa mvinyo ya kulevya. Kuna yule ambaye amemnasa, yule ambaye anafanya zinaa kwa watoto wachanga. Kwa sababu ya nini? Ya pombe. Hii si mambo mazuri sana. Tunaposoma Mezali sura yake ni ya 23 kwa shairi la 29 hadi 31, tunaona kwamba Biblia haituruhusu tunywe pombe, na inaonesha matokeo mabaya yanayofikia wale ambao wanakunywa hiyo mvinyo. Imeandikwa, ni nani wapigao yowe? Ni nani wenye huzuni? Ni nani wenye ugomvi? Ni nani walalamikao? Ni nani wenye majeraha bila sababu? Ni nani wenye macho mekundu? Ni wale ambao hawabanduki penye divai, wale wakaao chonjo kuonja divai iliyokolezwa. Biblia imeonyesha kwamba wale ambao wanatumia mvinyo, basi tabia yao haikuwa nzuri. Ndio maana mezali hiyo kwa 23 kwa shairi la 31 imeandikwa, usitamani divai hata kwa wekundu wake,
hata kama inametameta katika bilauri na kushuka taratibu unapoinywa, mwishowe huuma kama nyoka, huchoma kama nyoka mwenye sumu. Mvinyo madhara yake ni mabaya sana. Ndiyo maana neno la Mungu linasema tujiazari, tusiwe miongoni mwa wale wanaotumia pombe za kulevya. Nasema inauma kama nyoka, inachoma kama nyoka, yani ina sumu makali. Hiyo mvinyo ina sumu makali. Pombe huleta maumivu na uharibifu. Ile ni jambo la maana sana ambalo tulifahamu. Pombe huleta maumivu na uharibifu. Mgogoro, watu hupigana kwa sababu ya nini? Ya kunywa mvinyo. Umaskini, wengi waingia kwenye umaskini kwa sababu ya mvinyo. Hawana muda ya kwenda kazini. Akibarikiwa kazini, atatumia mali yote kwa kunywa pombe, kwa kununulia wengine pombe, lakini jamaa yake yanapokuwa na maisha magumu. Haya sio mambo mazuri. Magonjwa, pombe analeta magonjwa, kwa sababu utaangalia wengi sana wamefariki kwa sababu ya pombe iliwaletea magonjwa. Pombe, kuna wale ambao wamesikia hata magonjwa ya kisukari kwa sababu ya kutumia mvinyo mkali. Kuna wale ambao maini imeharibika mwilini kwa sababu walitumia mvinyo mkali. Ndio maana hiyo shairi ambayo tumeisoma inaonyesha kwamba tusiwe miongoni mwa wanaokunywa mvinyo. Hata kama ina sura nzuri, tusiile. Yanaharibu mwili unazofika, na hata wengi wamefariki kwa sababu waligonjwa wanapotumia mvinyo. Mvinyo huvunja familia. Kuvunjika kwa familia, mvinyo inaweza sababisha hata familia zivunjike. Kuna wengi ambao wamefikia talaka kwa sababu mama alikuwa mlevi, hakuwa hata na wakati ya kushughulika na watoto, kuwapigia chakula, kuhudumia mume, sababu ya mvinyo. Na wengi walifikia kwenye talaka, nyumba ikamalizika, ikavunjika. Kuna wababa wengi ambao kwa sababu ya mvinyo wanakosa hata muda ya kutumikia jamaa, kushughulika ya jamaa. Hawana muda wa kwenda kazini kwa sababu ya mvinyo. Wanashinda kila siku wakipita huko na huko kutafuta mahali mvinyo inakuwa. Mambo haya yote si mazuri sana. Kupoteza heshima na ushuhuda. Wengi wamejulikana vibaya sana. Wengi wamejulikana vibaya sana kwa sababu ya mvinyo. Utawakuta wengi wanaenda barabarani ovyo kwa sababu walilewa, wanaanguka kwenye matope machafu, wanalala kwenye matope machafu, na hata wengine wanashindwa kuenda, lakini wameona haya yote ni kawaida. Mvinyo inasababisha hata accident kwenye gari, kwenye pikipiki. Wengi wataanguka, watawagonga wengine kwa sababu ya mvinyo. Na utaona hata huyu ni driver ambaye alikuwa akiongoza gari, amekunywa mvinyo, ataangusha wasafiri na itasababisha vifo vya watu wengi. Ndiyo maana tunakuonya ndugu, tukisema ujiepushe na mvinyo. Biblia ama watu wa Mungu hawaruhusiwi kutumia mvinyo, hata kidogo hawaruhusiwi.
mambo yanayoharibu mwili, na Mungu vile vile haimpendezi. Mambo yanayoharibu mwili na Mungu vile vile haimpendezi. Unaposoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura yake ni ya 3 kwa shairi la 16, 17, utaenda ona Mungu anaposema yule atakaye haribu mwili wake ataharibiwa vile vile. Ni kusema Mungu hafurahishwi anapowaona walevi wakilewa. Inamuumiza sana na inamchukiza. Sasa unaweza jiuliza, je, mimi nimekuwa mlevi wa kupindukia tangu zamani, ninaweza acha kukunywa pombe? Ninaweza acha kabisa pombe kuitumia? Ndiyo, unaweza acha. Kuna wengi ambao walikuwa walevi wa kupindukia, lakini kwa sasa wamekuwa watu wasafi, watu wa utaratibu, watu wenye afya nzuri, hata kama afya yao ilikuwa imezofika na maisha ya familia yao imeenda vizuri. Kuna tumaini, na wewe vile vile unaweza ukaacha hiyo mvinyo. Unaposoma Wakorintho sura yake ni ya 5 shairi la 17, imesema mtu yeyote akiungana na Kristo huwa kiumbe kipya. Mambo ya kale yamepita, hali mpya imefika. Ukijiunga na Yesu Kristo, ukimkubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako, atakuwezesha. Hata kama waganga wamekukataza kunywa pombe, ungali ukiendelea, tunakuambia ujiunge na Yesu Kristo. Umkubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako katika maisha yako, atakuwezesha. Pombe sio vizuri, lakini Yesu anaweza kumweka huru anayefungwa na pombe. Yesu ana uwezo huu, kwa sababu wengi wamekuwa huru. Waliokuwa watumwa wa pombe wengi wamekuwa huru. Mungu hutoa nguvu za kuacha tabia mbaya. Unapomkubali Mungu na unapokata hatua, unasema na mimi ninaacha haya, unaomba msaada wa Yesu Kristo, atakuwezesha. Roho Mtakatifu kumwezesha Mkristo kuishi maisha matakatifu. Roho wa Mungu anatuwezesha kuishi maisha matakatifu. Ndio maana tunakualika tukisema ukate hatua nzuri ya kusema, nami tangu leo nimepoteza mengi, nimefanya mambo ya kuchukiza, nimejulikana vibaya hata katika familia yangu. Jiunge na Yesu Kristo. Mkubali Yesu Kristo, atakuwezesha. Si kwa nguvu yako, lakini kata hatua. Mungu akubariki katika jina tukufu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina. Tuombe. Baba wetu mwema, huyu ambaye ametusikiliza tunamweka mikononi mwako, upate kumbariki. Tunawaombea wale walevi wa kupindukia, familia zao zimeenda ovyo kwa sababu ya mvinyo. Usaidie jamaa zao, wape nguvu ya kushinda tamaa mbaya ya kimwili nayo wasukuma wanye pombe, watoke katika utumwa wa pombe na maisha yao yawe maisha mazuri. Tunaomba hayo tukiamini utatenda mengi katika jina tukufu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina. Tunakushukuru sana kujiunga nasi katika familia yetu Kuna Tumaini TV. Ujumbe unapopata upitizie mwingine ili umsaidie. Na kama ni mara yako ya kwanza kusikiliza ujumbe toka familia hii Kuna Tumaini TV, tunakuomba vile vile na ujiunge nasi unaposubscribe kwenye familia yetu Kuna Tumaini TV. Ujiunge kwenye channel yetu. Mungu akubariki kupitia jina tukufu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina.
tutaweza pamoja.